Ahmad ibn Miskin baba yake alikuwa ni mwanachuoni mkubwa sana wa hadithi na ni mfanya biashara, akafariki. Huyu kijana akaendeleza biashara, baba yake kafilisika kabisa, akawa hamiliki kitu chochote. Ikafika stage mpaka anauza vitu ndani ya nyumba, kauza kila kitu, yeye na familia yake wanaishi kama kulala ni kulala chini tu. Imefika sasa stage hana riziki nyumbani, hajakula siku 2, anataka kuuza na nyumba yake. Akaenda kwa ndugu yake mmoja, mshauri wake, akamwambia yule, akamwambia akhi, subiri kidogo, Allah ataleta faraj, na kama ni swala la njaa. Akaingia ndani akamtengenezea mikate miwili. Katika vitabu vya sira wanasema sahibul khubzatain, yani mikate miwili, sandwich. Akatengeneza mikate, katikati akaweka nyama na asali, ifunga vizuri, akamwambia chukua hii, nenda kajistiri wewe na familia yako, huenda Mwenyezi Mungu akaleta faraj, usikimbilie kuuza nyumba, utadhalilika, utaadhirika. Kweli Ahmad ibn Miskin akachukua ile mikate, anakwenda naye nyumbani kwake. Kufika njiani anakutana na mama na mtoto mchanga amembeba. Yule mama akamsimamisha, akamwambia, ya Abdallah, ewe mja wa Mwenyezi Mungu, mimi mjane na huyu ni yatima na hatujakula kuanzia juzi, na huyu mtoto anakunywa maji tu. Na kweli anawaangalia dhaifu hal, akamwambia, mtoto ameona mkate huo, tunaomba tusaidie. Subhanallah, mtihani mzito. Nyumbani wanasubiri chakula, lakini anasema macho yale ya mtoto aliyomwangalia hakuweza kutahammali. Akachukua ule mkate wote akamkabidhi yule mama. Yule mama machozi akamtoka, akanyanyua mikono kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kumwombea dua. Yule bwana hakurudi nyumbani, akaenda msikitini, akapumzika, akaunganisha swala. Nyumbani atakwenda kusema nini sasa? Lakini katika swala iliyofuata, sio ni al-asr, yule bwana alompa mikate amekutana naye, akamwambia, Ahmad, uko hapo unafanya nini? Kuna watu wamekuja dukani kwangu wanakuulizia, wametoka Khurasan. Khurasan ni Afghanistani sasa hivi, wametoka Khurasani wanakutafuta. Hao watu walikuwa ni rafiki ya baba yako, kumbe walikuwa ni share katika biashara na baba yako, wamekuja na mali nyingi, wanasema ni share ya mzazi wako, nenda nyumbani. Ahmad asema ametoka msikitini kama mwenda wazimu. Kweli kufika nyumbani anakuta msafara wa ngamia umejaa mali, na yule bwana akajitambulisha, akasema mimi sikujua kwamba baba yako amefariki, alikuwa ni share wangu katika biashara na nimeleta zile ambazo zinawahusu nyinyi katika mali zake. Subhanallah, dakika chini ya 0 ametoka katika hali ya umaskini wa kukata tamaa, lakini Allah subhanahu wa ta'ala amempa nini? Riziki ambaye hakuitarajia. Kitu gani kilimfikisha pale? Mikate miwili aliompa mjane na yatima, na Allah subhanahu wa ta'ala akamfungulia mlango mwingine ambao labda usingefunguliwa kutokana na ile sadaka kama singeitoa. Ahmad ibn Miskin baada ya kutajirika, kamjengea yule mama nyumba, kamfanyia kafala yule mtoto ambaye ni yatima, kajenga nyumba za mayatima, kajenga misikiti, misaada mingi. Ameshaonja umaskini na adha yake, akawa anatoa misaada kwa watu mingi tu. Lakini siku moja akaoteshwa kwamba siku ya kiyama amesimama mbele Allah subhanahu wa ta'ala, na mizani zake zinapimwa za ibadat na maasi, lakini maasi yakawa mazito kuliko mambo mema. Kashtuka, yuko usingizini. Kwa nini? Mbona maasi yamekuwa, mbona anafanya mambo ya khairi, mbona anafanya hivi, mbona anafanya hivi? Kila ikiongezwa bado mizani ya mambo ya maasi inazidi uzito. Malaika alivyouliza maswali yakuwa anamfungulia katika kila amali alikuwa anaifanya, ndani yake kulikuwa kuna ujubu katika nafsi yake, kwamba nafanya mambo ya khairi mimi, mashaallah, mimi Ahmad nafanya mambo mazuri, nasaidia watu. Ndani ya nafsi yake inaitwa ujub, ambayo hii inafanya amali yako isiwe na uzito wa aina yoyote. Mwisho malaika wakasema, ngojeni kidogo, kuna amali nyingine hatujaiweka hapa. Ikaletwa mikate miwili. Sasa hii mikate itasaidia nini? Mimi nimejenga mamisikiti na vituo vya yatima, haijasaidia, itakuja mikate viwili. Ilivyowekwa, mzani wa amali za khairi ukawa mzito, lakini ukawa sawa sawa na mzani wa shari. Malaki hajui anakwenda wapi sasa, ndoto. Lakini mwisho malaika wakasema, la, kuna amali nyingine ambayo hatujaiweka. Yakaletwa machozi ya yule mama aliyopewa mkate wakati amekabidhiwa mkate na dua yake aliyomwombea, wekwa juu, uzito wote ukaelemea katika mambo ya khairi. Na pale kuna mtu akasema, naja, na yeye akashtuka. Naja manaki amefanikiwa. Akaamka. Kuamka akawa anaulizia ile ndoto, ndo akatafsiriwa kwamba amali zako, na yeye akakumbuka kwamba ni kweli ilifika sehemu kutokana na utajiri niliokuwa nao na mambo ninayoyafanya, nikawa napendezewa katika nafsi yangu kwamba mimi katika waja wema, mimi katika watu wenye kufanya khairi katika nchi hii. Hiyo peke yake ilifanya zile amali zake zote zisiwe na uzito. Na hii ni fundisho kwangu mimi na nyinyi ndugu zangu, tufanye mambo ya khairi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini tufikie sehemu tukaona tunayoyafanya ni kama sisi ni waja wema sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, itaporomosha amali zetu.